Kuna habari njema sana kuhusiana na Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Na habari hii imeangukia siku mwafaka. Kama unavyofahamu, leo ni Disemba 31 ya mwaka huu 2025. Kwa maana yake ni kwamba leo ni siku ya mwisho ya mwaka huu 2025. Makala hii inatupia jicho habari hiyo njema kwa kifupi. Lakini pia sehemu ya pili, makala hii itazungumzia kwa kifupi kabisa tukio moja linalo trendi huko kwenye mitandao ya kijamii ambalo limeandaliwa maalum kwa ajili ya kuwatoa Watanzania relini. Kwa hiyo itagusia kwa kifupi, ila hasa lengo la makala hii ni kuzungumzia hiyo habari njema inayomhusu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kama unavyofahamu, wakati mwaka huu unafikia ukingoni, kwa bahati mbaya kabisa, Mheshimiwa Lissu ametumia takriban robo tatu ya mwaka huu akiwa gerezani. Alikamatwa April mwaka huu 2025 na tangu wakati huo hadi hivi sasa miezi 8 inaelekea miezi 9, na hiyo maana yake ni takriban robo tatu ya mwaka huu 2025 ametumia akiwa gerezani, ambako yupo kutokana na kesi ya mchongo iliyotengenezwa na Samia Suluhu Hassan. Ni kesi ya uhaini. Kwa hiyo kila anayefuatilia anafahamu kwamba kesi hiyo sio ya kisheria. Kesi ni ya kisiasa na dalili zote zinaonyesha kuwa lengo si kwamba hakukuwa na makosa yaliyofanyika, kwa sababu hata katika mwenendo wa kesi ambao hatua mbalimbali walianza kwa hakimu mkazi Kisutu na sasa iko Mahakama Kuu, ukiangalia mwenendo wa kesi, ushahidi ulioletwa inakuonyesha bayana kwamba kesi hii ni ya mchongo. Lakini hilo linamfurahisha Samia Suluhu Hassan kwa sababu ana hofu kwamba laiti Mheshimiwa Lissu angekuwa mtaani, basi pangekuwa hapakaliki, kama anavyopenda kusema yeye mwenyewe. Sasa habari njema ni kwamba vijana majasiri wa Gen Z waliamua kwamba wamalize mwaka huu 2025 na baba yao. Wao wanamuita Mheshimiwa Lissu kuwa ni baba yao, baba wa Gen Z. Kwa hiyo wakaandaa masaa 48 ya kumfurahisha baba yao. Kwa hiyo wakaandaa kuchangishana fedha, harambee ya kuchangisha fedha. Lengo walilojiwekea ilikuwa ni kwamba katika masaa 24 ya kwanza wao wamefikisha shilingi milioni 10. Na habari njema ni kwamba hiyo milioni 10 ilipatikana jana jioni. Yaani hadi kufikia jana jioni walikuwa wameweza kufikisha mchango wa shilingi milioni 10. Sasa hili unaweza kadhani ni dogo. Hapana, si dogo. Kwa sababu wengi wa hawa vijana waliochanga, wengine hawana ajira, wengine ni mawinga, wengine wengi ni watu ambao wanapitia katika changamoto za kimaisha. Kwa hiyo hii milioni 10 ni ambayo imepatikana kwa shida sana, na inaonyesha jinsi gani hawa vijana walivyo na upendo kwa Mheshimiwa Lissu. Na hili ni funzo kwetu sote, kwa sababu wanajinyima kwa ajili ya mtu ambaye wanajua yuko jela kwa ajili yao. Mheshimiwa Lissu yuko jela kwa sababu ya Watanzania, kwa sababu ya uzalendo wake. Ikumbuka kwamba Septemba 2017 lilifanyika jaribio la kumtoa uhai. Alirushiwa lundo la risasi na kwa mapenzi tu ya Mungu akasalimika, akaenda matibabuni Ubelgiji. Na alipokuwa kule Ubelgiji, ushauri aliopewa ni kwamba aendelee kwa sababu ni matibabu endelevu. Mpaka muda huu Mheshimiwa Lissu ana vyuma katika mwili wake. Kimsingi ni kama mlemavu, kwa sababu mguu mmoja ni mfupi kulinganisha na mguu mwingine. Kwa hiyo ushauri ulikuwa ni aendelee na matibabu endelevu. Lakini kwa sababu anawajali sana Watanzania akakataa. Akaamua kupingana na ushauri wa wataalamu wa tiba, lakini pia akapingana na ushauri wa familia yake. Akaamua kurudi Tanzania kuja kuwapigania. 2020 alikuwa mgombea wa urais. Lakini mara baada ya uchaguzi huo akafahamishwa kwamba kulikuwa na jitihada za kutaka kumtoa uhai. Kwa hiyo akaondoka. Lakini hili la ujasiri ni kwamba linatokana tu na mazingira halisi, kwamba watu waliojaribu kumuua Mheshimiwa Lissu 2017 wanafahamika, na mmoja ni Bashite, Daudi Albert Bashite. Huyu ni mtu aliyeongoza operation ya kumtoa uhai, na yeye Mheshimiwa Lissu alishawahi kuliongea hili hadharani kwamba huyu bwana alikuwepo na ndiye aliongoza operation ya kutaka kumtoa uhai. Lakini hakuna hatua, si yeye tu, lakini wote walioshiriki katika operation hiyo ya kutaka kumtoa uhai Mheshimiwa Lissu bado wapo uraiani, na jitihada za kutaka kumdhuru zimeendelea tangu wakati huo. Kwa hiyo kwa sasa angalau amefanikiwa kumpunguzia nguvu kwa kumweka gerezani. Lakini kama wanavyosema, ingewezekana kabisa Mheshimiwa Lissu, kutokana na ukweli kuwa maadui zake wale wataka kumtoa uhai wapo mtaani, lakini pia afya yake ilikuwa ni changamoto, angeweza kusema afya yangu ni muhimu zaidi, maslahi yangu ni muhimu zaidi kuliko ya Watanzania.
lakini kwa vile anawajali Watanzania aliamua kurudi na yupo gerezani muda huu kutokana na mapenzi yake kwa Watanzania. Kwa hiyo hiki walichofanya vijana wa Gen Z ni cha kuenziwa na kwa hakika wanastahili pongezi kubwa. Kama unavyojua hali ya maisha ni ngumu. Tangu hiyo Oktoba 29 ambapo Samia amechinja maelfu ya Watanzania, na wengi waliochinjwa ni hawa vijana wa Gen Z, kwa sababu waliamua kujitoa mhanga kuipigania, na aliyewapa moyo wa kufanya hivi ni Mheshimiwa Lissu, kwa sababu kama kuna Mtanzania ambaye ni mwalimu wa darasa la kujitoa mhanga kwa ajili ya nchi yako, basi mwalimu huyo ni Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Na huyu kutokana na huo ualimu, vijana wakaona kwamba Liwalo na Liwe walikuwa wanajua nini ambacho wanaenda kukabiliana nacho, lakini wakaamua Liwalo na Liwe waipiganie nchi yetu. Sasa ni muhimu sana kukumbuka kwamba damu yao imemwagika kwa ajili ya ukombozi wa taifa hili, na kamwe isitokee Watanzania wakachukulia poa kwamba hawa washakufa, maisha yaendelee. Hapana, ile damu imemwagika ili iwe chachu ya kuleta Tanganyika inayokusudiwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwaenzi hao mashujaa. Lakini vijana waliobaki, wenzao waliobaki wakiwa hai, wengine wana ulemavu, wengine bado wanaugulia maumivu, lakini wengine shughuli zao zimesimama. Hata katika mazingira hayo magumu wameweza kujitahidi, kujichangisha, na mpaka jana ikapatikana milioni 10. Sasa wakati hiyo imepatikana milioni 10, kuna Watanzania walioko ughaibuni, mara nyingi wanakutana katika kiwanja kinachofahamika kama Sauti ya Watanzania huko Clubhouse. Sasa katika maongezi ya hao Sauti ya Watanzania hapo jana, walijiwekea lengo kwamba hadi kufikia asubuhi ya leo, basi wawe nao wamefikisha shilingi milioni 10. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kabla ya hayo masaa 48 kukamilika ikawa imepatikana milioni 20 na pengine zaidi ya shilingi milioni 20. Kwa hakika hii ni zawadi stahili kwa Mheshimiwa Lissu. Malipo ya fedha hayawezi kuendana na hiki ambacho amekuja kifanya kwa ajili ya Tanzania, lakini angalau inaonyesha kwamba watu wanathamini. Lakini pia kuna habari njema zaidi, kwa sababu hii fedha, kwa jinsi ambavyo watu wamejinyima na kupambana mpaka kuipata, inapeleka ujumbe kwa Samia Suluhu Hassan kwamba licha ya kuchinja maelfu ya Watanzania bado haijawatoa kiu ya kuipenda nchi yao, kiu ya kumpenda Mheshimiwa Lissu ambaye Gen Z wanamuona kuwa ni baba yao. Kwa hiyo kama kuna mtu amenyimwa usingizi jana kutokana na hili, basi mmoja wao ni Samia na hao wengine ambao wamejaribu kadri walivyoweza kumuondoa Mheshimiwa Lissu katika ulingo wa siasa za Tanzania. Kwa hiyo hii ni habari njema sana, kwa sababu kama nilivyosema, kwa upande mmoja inahamasisha uzalendo, inahamasisha tunafunzo kubwa la kujifunza kutoka kwa Mheshimiwa Lissu, jinsi alivyojitoa kwa ajili ya nchi hii, lakini pia upande wa pili ni kuhusu vijana wetu wa Gen Z, kizazi kipya, na hiki kizazi kimetokana na jitihada pekee za Mheshimiwa Lissu za kuhamasisha vijana kuipenda nchi yao, na hiki ndicho kimeiwezesha hawa vijana wamejipanga hadi kuweza kupata hicho kilichopatikana. Kwa hakika hii ni habari njema sana. Lakini kama nilivyosema mwanzoni kwamba kulikuwa na habari hiyo, na upande wa pili kulikuwa na kitu ambacho kimetokea mtandaoni, kina trend katika mitandao ya kijamii. Hicho kinamhusu msanii huyu kijana anaitwa Harmonize. Bila shaka wengi wenu mtakuwa mmeona kuna kitu kina trend kati ya yeye na huyu mwanamke wake, ambaye wanadai sio wamefanya engagement, sio vitu gani, vitu vya kipuzi kama kawaida. Sasa hicho kitu kimetengenezwa, na kimetengenezwa maalum kwa ajili ya kuwatoa watu relini, kwa sababu kuna jitihada kubwa sana zinazofanywa na Samia na watu wake kuwatoa Watanzania relini, kuwatoa Watanzania katika kukabiliana na ukweli kwamba Samia ameua zaidi ya watu 10,000. Pia kuwatoa Watanzania katika ukweli kwamba maelfu ya miili waliouawa haijapatikana, mingine imechomwa moto, mingine imetupwa baharini. Kwa hiyo kuna jitihada kubwa kujaribu kufanya kwamba mambo yote yako poa, yani kwamba maisha yaendelee kama kawaida. Wanahangaika, mnamsikia Mwigulu anapita huku na kule, mara kasema hili, mara kasema lile. Lengo ni kujaribu kuonyesha kuwa mambo yako poa. Hayako poa kwa sababu mpaka muda huu kuna watu wanauawa. Miongoni mwa watu ambao wanauawa sana ni madaktari. Lakini upande wa pili kuna jitihada kubwa zinaendelea za kukamata watu ovyo. Watu wanatekwa kama mzaha kila kukicha. Kwa hiyo hali haijakuwa shwari. Kwanza kuna maelfu ya Tanzania ambao miili ya ndugu zao haijarejeshwa, lakini ukweli ni kwamba hiyo serikali yenyewe mpaka muda huu haijakiri idadi ya watu iliyowaua.
tunafahamu kuwa idadi ya waliouawa ni zaidi ya watu 10,000. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio takwimu iliyowasilishwa katika kesi iliyofunguliwa dhidi ya Samia Suluhu Hassan huko kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, na panapo majaliwa kesi hiyo inatarajiwa kuanza mapema Januari mwaka 2026. Kwa hiyo kuna huo uzushi, kuna hiyo issue imetengenezwa hiyo, Harmonize na mwanamke wake sio wamefanya engagement na wanahangaika kweli kuizungusha huku na kule, wakitarajia kwamba kuna watu watafuatilia habari hizo ili watolewe relini. Kwa hiyo cha msingi kuwaenzi vijana mashujaa wa Gen Z ambao damu yao ilimwagika na pia kuenzi jitihada za watu kama kina Tundu Lissu, ni muhimu kujiepusha na hivi vitu vinavyotengenezwa, na vitakuwa vingi. Huu ni mwanzo tu. Moja ya mambo ambayo tunayatarajia 2026 itakuwa ni matukio kama haya ambayo yanatengenezwa. Kimsingi hiyo issue ya huyo kufunga sijui kuweka engagement haiwezekani, kwa sababu yule mwanamke ni mtu anayetoka na msaidizi mmoja wa Samia. Kwa hiyo haiwezekani kuwa na hizo mambo ya engagement na vitu fulani. Na hilo swali linafahamika, sio siri. Huwa tupendi kuongelea vitu vya kipuuzi kama hivyo. Kwa hiyo haya ni matukio tu yanayotengenezwa ili kuwatoa watu relini na kujaribu kunani, na haya yataendelea kuwepo kwa sababu wanaendelea kuamini kuwa Watanzania wengi wanapenda vitu kama hivyo. Na katika hili ni muhimu weka makala hapa kwamba moja ya vitu ambavyo Watanzania wanaweza kufanya kukabiliana na huu utawala dhalimu ni pamoja na kuwatenga hawa watu. Isiwe ngumu. Hivi hapa YouTube sasa hivi ukipita, ukitoka hapa ukienda utaenda kukutana na hizo habari, sio Harmonize, sio na mwanamke wake, sio umefanya hiki, umefanya kile. Lengo ni kutoa relini, badala ya kushughulikia masuala ya msingi, badala ya kufuatilia kuhusu michango wanayofanya kwa ajili ya Mheshimiwa Lissu au hizi taarifa ambazo tunawaletea kila siku kuhusu haki za Watanzania na masuala kama hayo. Ni muhimu sana kuwatenga hawa watu, na hatua ya kwanza inaweza kuanzia mtandaoni. Follow, unfollow au piga block au susia tu, usiangalie, kwa sababu hutokosa kitu chochote kwa kutoangalia vitu visivyo na maana. Basi nimalizie kwa kuwatakia heri ya mwaka mpya 2026. Asanteni na kwaherini.